kutokana na shida ya kanisa ya nyakati za mwisho, kutokutaka kujua sadaka ni nini na kutembeza kwenye vifungu vingi vya Biblia. Hebu sema sadaka ni nini? Sadaka ni nini? Sadaka ni ibada inayohusisha mali au fedha alizonazo mtu kwa ajili ya madhabahu anayoiamini. Sadaka ni ibada inayohusisha mali, fedha kwa ajili ya madhabahu ambayo huyo mtu anayoitoa anaamini. Kwa hiyo kukunyima kujua sadaka ni kukunyima kuijua ibada yenye maana. Yes. Mungu alinikemea, na kwa sababu amenikemea sitaki anikemee tena. Mungu ameniambia sijawafundisha maana ya sadaka. Mungu amenikemea, na kwa sababu amenikemea sitaki kuwa mtoto asiyekuwa na adabu kwa baba yake. Amen. Nitakufundisha nguvu ya sadaka. Kwa hiyo sadaka nimekwambia ni kitu gani? Rudia. Ni ibada au fedha kwa ajili ya madhabahu wanayoiamini. Haleluya. Maana yake ninaposema katika madhabahu wanayoiamini, wako wanaoamini madhabahu za miungu na wenyewe wana sadaka zao. Wako tunaoabudu sadaka, ibada takatifu, lazima tuna sadaka. Kwa hiyo usipotoa sadaka, kuna ibada unaikosa. Kuna ibada unaikosa. Biblia inasema itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu tena njema inayompendeza Mungu. Kwa hiyo usipojua maana ya sadaka na usipoitoa, una miss kipande cha ibada. Mashemasi, naomba tulizeni watoto, leo hatuna kichujia sauti. Sadaka mahali inapotolewa ni lazima pawe na uhusiano na Mungu unayemwabudu. Mahali inapotolewa lazima pawe na uhusiano na Mungu unayemwabudu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kufundisha sadaka ni nini? Unapotoa vitu, maana sadaka nimesema inaweza kama mali, vikawa ni vitu ambavyo unavipeleka kwa Mungu, lazima ihusianishwe na Mungu wa madhabahu unayoiabudu. Lazima. Ukitoa sadaka, kuna watu hatujui maana ya sadaka. Nitakutofautishia leo kati ya sadaka na msaada. Msaada sio sadaka na sadaka sio msaada. Sadaka unapotoa lazima nyuma kuwe na Mungu mwenyewe unayemwabudu wewe. Haleluya. 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 Kwa hiyo ni lazima kuwepo na nguvu ya Mungu unayemwabudu. Na ndio maana wasomaji wa Biblia wanaelewa kuna mahali Musa anaambiwa na Mungu, angalia usitoe sadaka yako kila mahali upaonapo. Usitoe sadaka yako kila mahali upaonapo, bali mahali pale nilipopachagua kuliweka jina langu. Kwa hiyo kila nyuma ya sadaka lazima awepo Mungu. Hiyo ndio inaitwa sadaka. Tunaelewana kanisa? Tunaelewana kanisa? Sadaka ya kweli, sadaka
lazima, sema ni lazima, iambatane na moyo safi. Sadaka ya kweli, sadaka ya kweli lazima iambatane na moyo safi. Lazima iambatane na moyo safi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni mtakatifu, na kama ni mtakatifu, lazima sadaka yako unayoitoa yenye kumgusa Mungu lazima iwe takatifu. Lazima kuwe na connection kati ya mtoaji na Mungu anayepokea. Kusipokuwa na muunganiko, hiyo sio sadaka. Nisikilize wewe unayesemaga nimetoa sana sadaka, hili somo litakusaidia. Nimetoa sana sadaka. Kipaumbele cha sadaka ya kweli lazima iambatane na moyo safi. Ni lazima. Nitakuonyesha kimaandiko. Naomba tusome Mathayo 5:23 mpaka 24. Mathayo 5:23 mpaka 24. Mathayo 5 mstari wa 23 mpaka 24. Ndio. Biblia inasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Rudia tena. Mstari wa 20 Kata sadaka yako madhabahuni, na huku ukakumbuka ya kuwa, unapofika madhabahuni unakumbuka ya mbele ya madhabahu, usitoe sadaka yako, iache pembeni. Alafu uende zako upatane kwanza na ndugu yako, ndio kisha urudi uitoe sadaka yako. Haleluya. Amen. Nasema sadaka inayougusa moyo wa Mungu lazima iambatane na moyo safi. Amen. Anayefundisha hapa sio Petro, sio Yohana. Mitume kuna mahali walikuwa wanakosea kwenye mafundisho yao. Mitume kuna mahali labda walikuwa wanaingiza ubinadamu, lakini anayefundisha hapa ni Yesu mwenyewe. Anasema utakapokuja kutoa sadaka yako, ukagundua wewe umemsababishia ndugu yako mateso, umemsababishia ndugu yako kilio, umemsababishia ndugu yako maumivu, ukikumbuka, nani anayekukumbusha? Mungu wa hiyo madhabahu atachukua nafasi kukukumbusha kwamba hii sadaka unayoileta kuna mtu analia kwa ajili yako. Ndugu zangu, sikiliza niwaambie, sio raha wala sio heshima kumliza mtu akalia kwa ajili yako. Ukitaka Mungu akuridhie, usiruhusu mtu adondoshe chozi kwa ajili yako wewe. Amen. Ogopa sana. Chozi ni kinywaji na kitiririka cha thamani mno, kinachotoka kwenye hisia za ndani. Ukaona mtu analia, manake huku ndani ndiko kumefanya, akalidondosha kwa ajili yako. Ogopa sana hicho kitiririka. Ogopa sana hicho kimiminika. Usiwe sababu ya mtu kulia. Nasema usiwe sababu ya mtu kulia. Amen. Kama atalia, alie kwa machozi ya furaha. Oh, yes. Watu wa asili ya kwangu mimi, usidhani kila chozi kwangu ni maumivu. Mimi ninapolia mara nyingi nalia kwa ajili ya wema wa Bwana. Oh, yes. Nalia kwa ajili ya wema wa Bwana. Kwa hiyo usisababishe mtu kulia kwa ajili yako. Watoto wa kiume, mabinti na vijana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe sababu ya mama yako kulia kwa uchungu kwa ajili yako. Yes. Usiruhusu jicho la mama yako lilie kwa ajili yako. Usiruhusu jicho la baba yako lilie kwa ajili yako. Amen. Lile chozi utalilipa. Oh, yeah. Lina gharama. Lina gharama. Usiruhusu mzazi wako wa kiroho aliye kwa ajili yako. Mimi sijakuzaa mwilini, lakini nimekuzaa roho. Nasema mimi sijakuzaa mwilini, lakini nimekuzaa roho. Yes. Hujui namna Mungu alivyowekeza uchungu wangu kwa ajili yako. Kuna muda unapopata shida wewe, moyo wangu unakuwa na kidonda huku ndani. Moyo wangu unakuwa na kidonda huku ndani. Kuna mara kadhaa nikiona mshirika wangu anaumwa, walio karibu na mimi wanajua. Walio karibu na mimi watajua. Kama ni
kutengeneza juisi, naingia mwenyewe kutengeneza. Mama yake aliyemzaa hajafanya hivyo, baba yake aliyemzaa hajafanya hivyo, lakini mimi nitajukumika. Kama ni lishe, kama ni juisi, kama ni kumwona daktari, kama ni maombi, nitafanya ili mwanangu wa kiroho awe salama, yes, katika jina la Yesu. Oh, yeah. Mungu amebadilisha majira yangu. Na ndio maana mara nyingi wanasalamu, msinipigie simu asubuhi. Labda mgeni asiyejua, usinipigie simu kuanzia saa 1 mpaka saa 5. Ndio mida yangu ya kulala. Mnapolala ninyi, mimi silali. Mnapolala ninyi, mimi silali. Kwa sababu moyoni kwangu kama mzazi wa kiroho, Mungu amenipa utungu kwa ajili ya kanisa. Hivyo usisababishe machozi yangu yaliye kwa ajili yako. Naweza nisiseme, lakini moyo wangu kalia kwa ajili yako. Na moyo wangu kilia kwa ajili yako, kuna vitu vitafungwa kwa ajili yako. Yes. Kuna vitu vitafungwa kwa ajili yako. Ndio. Halo. Hello. Halo. Hello. Chunga sana. Kama nitalia, nilie kwa ajili yako kwa wema wa Bwana. Lakini nisilie kwa ajili ya maumivu. Naweza nisikutamkie, lakini mbingu zinatazama huko ndani. Na Mungu akitazama, anafunga vitu kwa sababu umeniliza. Naomba usinilize. Oh, yes. Usinilize. Kati ya watumishi waliopendelewa na Mungu, najua wako wengi. Nyisake nimependelewa na Mungu. Oh, yeah. Kati ya watumishi waliopendelewa na Mungu, Nyisake nimependelewa na Mungu. Amen. Mungu yupo karibu na mimi kuliko unavyofikiri. Nikilia, usiombe. Naomba usinilize. Mungu wangu ni mkali, sio mpole. Nikupe ushuhuda mmoja tu, wengine wanaujua kwa sehemu. Nilikuwa na mtoto wangu, mimi na watoto wengi Tanzania mpaka nje. Watoto wangu wa kiroho ninao wengi sana. Haleluya. Amen. Sasa nilikuwa na mtoto wangu yuko Dodoma. Alikuwa ananipenda kupita kawaida. Alikuwa anatuma vitu toka Dodoma mpaka hapa. Alikuwa ananigharamia nikiwa eneo la Dodoma, ukanda ule, anafunga biashara ananifuata. Kila ukienda sokoni ni mahubiri yangu. Watu walikuwa wanamuita mtoto wa Nyisake. Na ashukuriwe Mungu, jina langu la Nyisake, ndio maana nakwambia Mungu amenipendelea. Kali Google hata kwenye mtandao uone kama wakina Nyisake watakuja. Google hata kwenye mtandao, search Nyisake, utaletewa mimi tu. Adui akaingia katikati. Kabla ya kuingia katikati, yule dada alitoa uwanja. Kasema, mama, ninakupa uwanja mbele ya serikali, ninakukabidhi uwanja. Natamani mafuta yako yasipite Dodoma. Ukitoka Arusha, ukitoka Mwanza, naomba ulale humu. Halafu lile neno ni la ajabu sana, kwa sababu lilitamkwa mbele za Mungu. Hata aliponinyang'anya uwanja, Mungu alinipa viwanja vingine Dodoma. Yes. Mungu alinipa viwanja vingine Dodoma. Ghafla adui akaingia, akaugeuza moyo, akawa hatari kwangu. Mahali pale pale alipokuwa ananisema vizuri, ndipo akaanza kunisema vibaya. Roho wa Mungu akaniambia, majirani wake wakaniambia, nikamtafuta, kuna nini nimekukosea? Sikujua, kumbe wewe ni mtu mbaya sana. Kumbe wewe ni mbaya. Kanisa, sikubali kupandikizwa kitu usichokijua. Yes. Na kuonya mwanangu, usikubali kubeba mzigo usiyejua umetokea wapi. Nichombeze kitu katika hapa. Pastor Simon ana ushuhuda huu. Yule katibu wetu kijijini kwao kule zamani, mtu alikuwa akifa, wanabeba kwenye mianzi kupeleka kijiji kingine. Kwa hiyo wanapiga ngolo,
Wanakuja hawa wanapokea, wanasogeza mbele, wanakuja hawa wanapokea, wanasogeza mbele. Ikatokea binti mmoja amefia kwa kijana. Kwao hawamjui, kwa baba yake hawamjui. Yule kijana akasema nafanyaje? Akaita marafiki zake wamsaidie mawazo. Wakamwambia hapa, hii ni kesi. Huyu binti ametoka kwao, alikuwa haumwi, amefia hapa na haujulikani. Yeye ametoka nyumbani kwao, amefia pale. Sio kwamba alikuwa anaishi naye, hapana. Wakasema usiku tutengeneze machela. Wakatengeneza machela, wakafunika, wakaviringisha, wakajibeba wanne, wakakola ngolo. Afuire. Wanatoka jamani, ndaga wanapokea. Ndaga wanapokea, wanafika pale, wanafika Uyole Kati, wanafika Iwalanje. Wale wa kwanza walipotokomea hawakujulikana. Ndivyo walivyoambiana, tukipokewa. Wanavosonga mbele sisi turudiki nyuma. Wale wanapiga kelele, afuire mundu, afuire na vigeregere. Wenyewe shwa. Wanafika karibu sasa, wanavuka na daraja sasa, wajege kiela mjini. Mwe toko umundu jo kumyabu kokogo. Toko ntwala kogo mwe amujobe nyumba ya mundu jo. Hamna naye juu. Hamna naye fahamu. Ni nani anayemjua mtu? Jamani, mliofiwa. Kila mtu anasema na mimi nilipokea, na mimi nilipokea, na mimi nilipokea, na mimi nilipokea. Asa tena mbaya zaidi ilikuwa ni usiku. Hawakushuana sura. Wakapeleka polisi. Polisi walisumbuliwa, lakini wakakubaliana kwamba ni ajali imetokea. Sasa usikubali kubeba maiti usiyoijua imetoka. Yes. Ninafundisha watu wanaotakiwa kwenda masafa marefu. Na ndio maana kila mtu ambaye Mungu alimtumia kwenda masafa marefu, kati ya vitu alivyoshughulika na huyo mtu ni kinywa. Kinywa. Ayubu anasema Bwana, weka wangojezi kinywani mwangu. Isaya ana hukumu kubwa, lakini kinywa kichafu Mungu anaweka kaa kwenye kinywa chake ili kinywa kitakasike. Ukiwa na mwendo mrefu na Mungu, tunza kinywa chako. Amen. Tunza kinywa chako. Yes. Usikubali kuchukua vitu. Utajipaka upupu usioelewa umetokea wapi. Utatubu na kuomba toba, hujui ndani umebeba mzoga wa kitu gani. Ukiona watu wanamsema mtu, huna uhakika, nyamaza, ondoka katikati yao. Oh yes. Funga kinywa, ondoka katikati yao. Ndio. Ondoka katikati yao. Ninakuonya katika jina la Bwana. Amen. Usiwe mlokole. Uwe ni mtu anayekwenda mbinguni. Kwenda mbinguni kuna masharti yake. Usipunguze taji yako. Usipunguze viwango vyako kwa ajili ya kulopoka vitu usivyovijua. Hifadhi kinywa. Linda kinywa. Linda kinywa. Yule mama hakujua maskini, akapokea mzoga. Nyisake mbaya. Yeye. Wanamuuliza, si wewe ulikuwa weka kila siku nyisake hapa? Anasema sikujua tu. Nimeambiwa na mtu wa karibu yake sana, ni mtu mbaya, hafai. Tena alijaliwa mwanangu yule kuongea. Alijaliwa kuongea. Mungu akaniambia nyamaza. Mungu aliniambia nyamaza. Moyo wangu ukilia kutoka huku, hiyo vita Mungu anaibeba haraka mno. Nikalia kutoka ndani kusikia yale matukano. Halafu Mungu akaniambia usilie tena. Ukapita muda nikaenda Marekani. Nikiwa Marekani naona messages zinaingia. Sasa kule kujibu siwezi kwenye njia ya kawaida. Kujibu siwezi. Lazima awe na WhatsApp. Nikimwangalia kwenye WhatsApp hana, simu yake ni ndogo. Nikamtumia Elia simu. Naomba mpigie huyu mama, mwambie mama hayupo, tuma tu message atakuwa anazisoma. Aidha tafuta simu yenye WhatsApp. Oh, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Alivyokuwa anamuongelesha akatuma message. Niko kwenye matatizo makubwa. Mungu amesema nikutafute. Unarudi lini? Nikamwambia mimi bado.
akaniambia njoo uniokoe. Nikasema kuna shida gani? Akasema hapa nilipo nina kansa ya ulimi, niko Ocean Road, nina kansa ya ulimi. Nilipokuwa ninalia kwa Mungu, nilipokuwa ninaomba kwa Mungu, Mungu amenitokea kwenye ndoto, anasema nilikusema vibaya bila hatia. Pigo la Mungu limepiga kinywa changu, naomba uniokoe. Mtu akisha kusema pigo la Mungu, mimi naingilieje kati? Sijampiga mimi, wamepigana na Mungu. Lazima ninaposogea kwake niwe na namna ya kumwendea Mungu, nipewe ruhusa na Mungu aliyempiga. Nikarudi, simu zikaendelea. Sasa baadaye akawa na shida kuongea kabisa, ulimi umekatika, kansa imetafuna. Matokeo yake yule mama, ndugu zake wakaingia, maana walimjua alikuwa ni mwadilifu, mwokovu wa miaka mingi. Mpendwa, safari ya mbinguni haiko kwenye miaka. Oh, yes. Haiko kwenye miaka, iko kwenye ukukaza mwendo. Paulo anasema si kwamba nimefika, ila ninachokifanya ni kitu kimoja, ninasahau nilikotoka. Ninachokifanya nachuchumilia. Safari ya mbinguni haiko kwenye miaka, iko kwenye kuchuchumilia taji. Si hawezi kuongea na ndugu zake, ni kuongea tu kwa message. Ndugu yake mmoja ambaye anasema ni shangazi yake, mtoto wa kaka yake, Mungu akamtokea, kamwambia ni mimi nimempiga, alimuumiza mtumishi wangu, alimnena vibaya mtumishi wangu. Matokeo yake akaonshuka mlimani, akaenda, alikuwa anakaa kule Nzuguni, akamfuata shangazi. Kusikia nasikia, lakini kuongea hawezi. Ananuka kama mzoga, anakula chakula kwa mipira. Ndipo anamwambia, nilikuwa mlimani, nimetokewa na maono haya, niambie kuna nini? Akachukua akaitisha pembeni, alikuwa anakaa na daftari, akaandika, ni kweli hata mimi nilionyeshwa, nilimsema vibaya mtumishi wa Mungu Nyisaki. Chukueni namba hii, tafuteni jina lake kwenye simu, nimemwandika Nyisaki, mpigieni simu. Nikapigiwa simu, akajieleza. Alipojieleza nikamwambia, ndugu yangu, na mimi naogopa, siwezi kuja haraka, maana walikuwa wananitaka niende. Nikasema siwezi kuja, huyo aliyempiga ni mkali, na mpaka nipe ruhusa. Nikatoka Singida kwenye mkutano, nikakata tiketi ya kuishia Dodoma mimi, ili wengine waendelee. Nakaribia Dodoma, nimelipa tiketi ya Dodoma, Roho wa Mungu akaniambia, unaenda wapi? Nikasema naenda kwa fulani. Mungu akaniambia, hauendi, unarudi Mbeya. Kule nimemwambia niko njiani nakuja, kuna watu wako stendi wananisubiri, siwezi kushuka. Nikamwambia siwezi kushuka, nimezuiliwa. Alilia kwa uchungu yule dada, akasema, Mungu niokoe, kumbuka wema wangu mmoja tu niliofanya, nihurumie. Kila nikiomba sipati ruhusa ya kwenda. Mara ya mwisho niko kwenye poli moja la kunaitweje kule, naenda, nimetoka Mpanda naenda Kongo kwenye huduma. Kuna poli moja pale kubwa sana, poli la kuingilia Kigoma. Message inaingia, yule kaka yake mtumishi, shangazi yetu ametuacha, lakini ameacha ujumbe kwamba hata kama hukutokea, tusimzike bila wewe kuangalia maiti yake. Nikaambia naelekea Kongo, niko Kigoma. Ndugu zangu, naomba nikuonye, chunga, usimulize mtu bila sababu, Kama ulifanya, iwe ni huko nyuma. Wanandoa, usimulize mume wako.
kama akikuumiza wewe, usiwe sababu ya maumivu, usiwe sababu. Wanaume, usilize mke wako. Ndio maana Biblia inasema kuomba kwenu kusije kukazuiliwa. Usimulize yeyote aliyeko mbele yako. Heshimu utu wake. Kama sio utu wake, inawezekana hamfanani, heshimu tu kwamba Yesu alikwenda msalabani kwa ajili yake. Inawezekana pesa hamfanani, ukaweza kumuonea kwa lolote. Heshimu tu kwamba Yesu alikwenda msalabani kwa ajili yake. Mbingu zitakuwa upande wako. Ukiwa na sababu yoyote ya kumuliza mtu, usitoe sadaka. Mungu anakataa. Mungu anakataa. Labda kama unatoa sadaka kwa sababu ni huruka ya kutoa sadaka. Mwanzo 4:3-5. Mwanzo 4 sura mstari wa 3 na ule wa 5. Yes. Biblia inasema, ndio, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Abili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Abili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana usoni mwake, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Ni kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema hutapata kibali. Oh yes. Habari ya Kaini hakuna asiyejua, na ndugu yake wanajua kuna Mungu wa kumtolea sadaka. Huyo ameleta mazao, huyo ameleta wanyama, lakini kilichowatofautisha ni aina ya mioyo. Ni aina ya mioyo ya watoaji, ndicho kilichowatofautisha. Aina ya moyo. Mwingine na moyo mnyofu, mwingine na moyo mbaya. Wapendwa, Mungu hapokei sadaka mbaya. Utaleta, tutajenga mahekalu, lakini kwako wewe hautaona wema wa Bwana. Matokeo yake Mungu anamwambia Kaini, sadaka ya huyu imepokelewa, ya huyu imekataliwa. Anamwambia, je, ukitenda vyema hutapata kibali? Maana yake kibali cha sadaka kinatokana na kutenda vyema kwenye moyo. Moyo ulio mwema ndicho kinaleta kibali cha sadaka. Acha nikwambie ukweli. Ni kweli nahitaji pesa yako. Ni kweli nahitaji pesa yako. Ni kweli tunajenga jengo la bilioni 6. Nataka pesa yako. Nisipokuambia ukweli huu, Mungu atanihukumu. Sitaki kuhukumiwa. Mungu atanihukumu. Lazima nikwambie ukweli. Usipotenda vyema hutapata kibali. Matokeo ya moyo mbaya aliyokuwa nao Habili, aliyokuwa nao Kaini, uliyaona. Alifanyeje? Alimuua mdogo wake. Ule ndio moyo uliokuwa umebeba sadaka. Analeta sadaka, ana moyo wa kuua wengine. Anabeba sadaka, Mungu akichungulia moyo anaona kuna kisirani cha kuondoa watu wengine. Mungu atapokeaje sadaka? Uzuri wa Mungu, alimwambia mtumishi wake Samuel, akamwambia, mimi sitazami kama wanadamu watazamavyo, mimi natazama moyo. Wanadamu wanaangalia nje, lakini mimi natazama moyo. Haya ndiyo yanayofanya watu walie sana. Nimetoa sana sadaka lakini sioni aina ya moyo. Sema amen. Leo nakupa dozi kali kidogo, lakini siku zote dozi kali ndio inayoponya. Ndio inayoponya. Nataka ufanikiwe duniani, ufanikiwe na mbinguni. Na shauku ufanikiwe duniani, ufanikiwe na mbinguni. Uzuri wa moyo safi, unapopeleka sadaka kwa Mungu wako, hahesabu umebeba nini mikononi mwako.
Habari ya mwanamke mjane na matajiri, tofauti yao ilikuwa kwenye moyo. Yesu amekaa kando kando ya sanduku, anaona wanakuja matajiri, wanamwaga sadaka. Jamani, kuna mtu mmoja aliniambia kwenye mtandao, alisikiliza, ingia kwenye akaunti yangu, akaniambia, mama, utachelewa sana kutajirika kwa aina ya injili yako. Nimepigiwa simu, bando la mtu linaisha. Utachelewa sana kufanikiwa kwa aina ya injili yako. Acha nichelewe. Uzuri, ninamjua Mungu wangu, yeye hakawii wala hawai. Akiamua kubariki, anaachilia baraka. Akiamua kutembea, anaachia mtembeo. Na aliniambia hivi nikiwa sina kitu chochote. Leo hii mnashuhudia Mungu anakonipeleka. Wa huko nje wanasema yule mwanamke ameanza kuwa Freemason. Ninamjua ninayemwamini. Ninamjua ninayemwamini. Nasema ninamjua ninayemwamini. Na iheshimu baraka inayochelewa, lakini yenye utukufu wa Mungu ndani yake. Na iheshimu baraka ya Isaka, sio ya Ishmaeli. Baraka ya Ishmaeli iliwahi, lakini haikuwa na utukufu wa Mungu ndani yake. Lakini baraka ya Isaka ilichelewa na ikabeba utukufu wa baba wa mataifa. Sema amen kama unanielewa. Yes. Sema amen kama unanielewa. Amen. Ninaiheshimu hiyo baraka. Baraka ya Sara ilichelewa, lakini ndio iliyobeba mama wa mataifa. Baraka ya Elizabeth ilichelewa, lakini ndio iliyomleta Yohana Mbatizaji. Baraka ya Manoa na mke wake ilichelewa, lakini ndio iliyoleta jitu linaitwa Samson. Baraka nyingi zilizochelewa zenye majira ya Mungu, wanaoona umechelewa ni wao, lakini kwa Mungu wewe ni bado sana. Kwa Mungu wewe ni bado sana. Wala usidhani nimechelewa. Ana uwezo wa kurejesha mayai ya mwanamke aliyekoma siku zake yakatengenezeka, akabeba ujauzito kwa miezi 9 na akanyonyesha. Hata kwako anaweza. Nasema hata kwako anaweza. Usikimbilie kuchukua baraka ili mradi watu wakusifu. Hizo baraka ni za kitambo, lakini baraka inayotajirisha ni ile iliyotoka kwenye majira ya Mungu. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Sadaka lazima iambatane na imani. Sema sadaka lazima iambatane na imani. Hii ni shida yake, ni beti imechelewa kuhamisha. Sadaka lazima iambatane na imani. Nisomee Waebrania 11:4. Waebrania 11:4. Soma hapo sura ya 11 Waebrania ule mstari wa 4. Naomba nisome hapo. Waebrania 10 angali ikinena. Haleluya. Si tumesoma kule mwanzo Kaini alimuua ndugu yake Habili. Sasa Waebrania analeta suluhisho. Anasema kilichosababisha pia sadaka ya Kaini kukataliwa na sadaka ya Habili kukubaliwa ni moyo wa imani. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ni moyo wa imani. Moyo wa imani haukai kwa mtu mchafu. Moyo wa imani unakaa kwa mtu aliyemsafi. Ndiyo maana sadaka yake ilikubaliana. Na tukijua ya kwamba imani ni muunganiko kati yetu na Mungu, tunaungana na Mungu kwa njia ya imani. Soma hapa 11 mstari wa 6. Waebrania hiyo 11 mstari wa 6. Biblia inasema. Ndio.
Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Haiwezekani kumpendeza. Pasipo imani ndani ya sadaka haiwezekani kumpendeza Mungu. Unamjuaje mtu ana imani? Ukisikia watu wanasema, lakini sio hapa, sijasikia, ila huko nimesikia, tunatoa sadaka wachungaji wanakula. Huyo mtu hana imani. Ni heri usilete sadaka. Tunatoa sadaka wazee wa kanisa wanakula. Nini kilichokupeleka kuchungulia sadaka inakoenda? Ni moyo wa kukosa imani. Tunaelewana? Kinachosababisha ufuatilie sadaka inakoenda ni kukosa imani. Mwenye imani anaamini akija hapa madhabahuni akatoa sadaka, hajampa Nyisake, hajaipa Shalom, amepeleka kwa Mungu. Amen. Na anatarajia majibu kutoka kwa Mungu. Sasa kama wewe unatoa sadaka Shalom, manake Shalom ikujibu. Shalom ikujibu. Unapotoa sadaka kwa mchungaji, manake mchungaji wako akujibu. Huwezi ukatoa sadaka kwa mchungaji halafu utegemee baraka kutoka kwa Mungu. Wanaosubiri baraka kutoka kwa Mungu ni wale wanaotoa sadaka kwa Mungu wao. Yes. Hao ndio watakaopokea baraka kutoka kwa Mungu. Siwezi kutoa kwa sababu unaweka visababu. Ukiona unaweka visababu, ndani yako huna moyo wa imani. Huna moyo wa imani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unanielewa mtumishi wa Mungu? Unanielewa mtumishi wa Mungu? Tofauti ya sadaka na msaada. Tofauti ya sadaka na msaada. Sadaka ni sehemu ya ibada anayoifanya mtu kwa Mungu. Kwa hiyo baraka ya sadaka ya kutoa kwa Mungu inaenda vizazi hata vizazi. Tofauti ya baraka na msaada. Sadaka unayoitoa kwa Mungu, ile ambayo hata ukikaa unasema ninamsogeleaje Mungu, ninaenda ibadani ninamkaribieje Mungu. Hata ukiandaa wiki zima unaandaa sadaka ya kumkaribia Mungu. Sadaka hiyo unaiweka kwenye sehemu maalum. Sikiliza mwanangu, sadaka isiyo na thamani kwako hata kwa Mungu haina thamani. Yes. Kisicho na thamani kwako hata kwa Mungu hakina thamani. Hebu sema, kisicho na thamani kwangu, kisicho na thamani kwangu hata kwa Mungu hakina thamani. Hata kwa Mungu hakina thamani. Ukiona una ule moyo, hushituki kwamba kesho ni ibada, napeleka nini mbele za Mungu wangu, ila unawaza nitavaa gauni gani, nitavaa kiatu gani. Sadaka ni chochote, bado moyo wa sadaka, ile madhabahu ya sadaka haimo ndani yako. Walio na moyo wa ibada, niliwaifundisha moyo wa ibada. Walio na moyo wa ibada, wenye madhabahu ya Mungu ndani, kabla hajawaza ninakwenda kanisani kesho nitavaa nini, anawaza ninaendaje mbele za Mungu, natoa nini mbele za Mungu wangu mtakatifu. Huyo mtu ndani yake ana moyo wa ibada, ana moyo wa kicho. Kuna siku moja wanangu walishangaa sana. Sijajua Rahabu alipeleka ile pesa, nadhani alipeleka benki wanapopeleka pesa za sheli. Kuna mtu alileta sadaka ile 2,000, sijui iliungwa mara ngapi. Noti ya 2,000
imechakazwa, imeungwa kiasi kwamba mpaka walianza kubandua zile vibandikio waanze kuipanga tena. Rahabu akasema hii naipeleka benki kwa sababu bado namba inayo. Sasa mtu wahesabu sadaka, wanajua kuna siku mtu anahesabu kipande cha 1,000. Halafu nataka Mungu akubariki. Sikiliza mwanangu, watakuja kutoka mbali, watabarikiwa mbele za macho yako. Yes. Utabaki kusema sisi ndo waanzilishi wa kanisa. Mimi natamani mtu mwenye matokeo. Ndio. Natamani mtu mwenye matokeo. Ukimuheshimu Mungu na wewe atakuheshimu. Amen. Ukimdharau Mungu na wewe atakudharau. Mtu anatafuta kwenye pochi chochote kilichoko huko. Hivi unajua sadaka inakwenda vizazi na vizazi? Wangapi mmekuwa mashahidi tunaendelea kuvunja sadaka za mizimu? Si watu tunavunjaga sadaka za mizimu hapa? Wewe uliwahi enda kwenye mizimu? Uliwahi pelekwa kwenye mizimu? Babu na baba zako walitoa sadaka. Sadaka inayotoka kwenye moyo, uwe wa Mungu uwe wa Shetani, inaenda vizazi na vizazi, inatembea. Kwa hiyo hata kama hujawahi enda Masieto, Mungu analiona jina lako liko Masieto, maana wewe DNA yako inasoma kule. Sasa kama unamjua Mungu aliye hai, manake umeanzisha kizazi kingine cha wamjuao Mungu. Wekeza kwenye kutoa sadaka ya maana itakayokwenda vizazi na vizazi vya watoto wako, itakayotembea. Kuna watu wako hivi walivyo, wako vile walivyo, ni kwa sababu ya sadaka ya baba zao, sadaka ya mama zao. Kuna msimu Mungu alikuwa anakasirika na Israeli, anasema natakani niwafyeke niwamalize, lakini akikumbuka sadaka ya Ibrahim anasema kwa ajili ya rafiki yangu Ibrahim nimewasamehe. Sijui kama unanielewa. Nisikilize watu tulio na vita kwenye familia zetu. Nisikilize mwenzangu uliyetoka kwenye koo zenye vita. Wewe zinatamani kufyeka kila kinachoonekana. Kila mtoto anayezaliwa anatamani kufyekwa. Iache sadaka ya Mungu unayoiheshimu iende itetee vizazi na vizazi. Iruhusu sadaka takatifu ya kumwogopa Mungu itembee kwa watoto wako, kwa wajukuu zako, kwa vilembwe. Kama Yesu hajarudi, wewe utalala, lakini sadaka haijawahi kulala hata siku moja. Huyu Mungu unayemtumikia kwa sadaka atakuheshimisha. Sema amen. Leo nakupa dozi usioipenda, lakini ndio iliyobeba afya yako. Acha kwenda kwa Mungu kama unaenda kwa shemeji yako. Hata kwa mashemeji hatuendi hivyo. Unapoenda kwa mkwe, kuna makabila tunaheshimu mashemeji wakubwa kama baba wakwe. Unapeleka vya hovyo. Mbona utachagua vitu vilivyonona? Mbona utachagua vitu vilivyo vizuri? Ngoja nikuulize, nikwambie kitu. Kama sadaka inayotoka kwako na ikajiunga na madhabahu ya Mungu takatifu inakwenda vizazi na vizazi, uwe na uhakika hiyo sadaka ni mbegu. Ni mbegu. Wangapi tuliozaliwa miaka ya 90, 80, miaka ya 80, 70 kurudi kule nyuma mtaelewa. Kila wakati wa mavuno mababa zetu walikuwa wanatupa kazi sisi watoto, kaeni kuchagua mbegu. Na mtakapochagua mbegu wanarudi kuangalia tena. Unakuta wanatoa mle mwingine ulizochagua, wanatoa. Wanataka mbegu iliyo bora. Huwezi ukapata mazao bora kama mbegu yako ni dhaifu. Huwezi.
hiki kitu kikae moyoni mwako. Machelechele. Hebu nitafutieni kwenye hiyo pochi, nilikuwa nayo sokoni jana, nilikuwa kununua mboga. Jamani, yani kinachokuumiza wewe ni kwamba watu wanapotoa zaka wewe umekaa. Wanapotoa ya ujenzi umekaa. Nitakuwa ninakaa muda wote. Ndugu, sio issue ya kukaa. Unakwenda kuwekeza safari ya vizazi na vizazi. Roho wa Mungu aseme na wewe. Sio issue ya kusema nimekaa, wametoa ya kwanza nimekaa, wametoa ya pili nimekaa. Si ukae tu ijulikane. Unawenda kuwekeza kitu ambacho hata wewe ukilala sadaka ingali bado inanena. Si ndivyo Biblia inasema? Sadaka ya Habili inafanya nini? Ingali bado inanena. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Usidhani wanaotoa kwa moyo ukasema wanajipendekeza. Hapana. Wanawekeza. Wanawekeza. Wanawekeza kwa ajili ya vizazi vyao. Wanawekeza kwa ajili ya afya zao. Na ndio maana utakuta familia zingine zinapita yanakuja magumu, namna yanavyoondoka hata haijulikani. Yanakuja matatizo, namna yanavyoondoka hata haijulikani. Wana bima ya maisha. Wana bima ya maisha. Huwekezi kwa Mungu, utawekeza sijabaje, utawekeza rufaa. Watapokuambia milioni 5 ndipo ufanyiwe operation, utauza hata nyumba ulio nayo. Unaonaje kuwekeza kwa Mungu ili Mungu awekeze kwako? Sadaka ni tofauti na msaada. Sadaka inaenda vizazi na vizazi. Tuone msaada. Haleluya. Mungu atusaidie. Msaada ni kitu chochote unachoweza kutoa kwa mhitaji kwa lengo la kumsaidia. Haifungwi na ibada, bali ni tendo la huruma. Msaada ni kitu chochote unachoweza kutoa kwa mhitaji yoyote kwa lengo la kumsaidia. Huo msaada haufungwi na ibada yoyote, bali ni matendo ya huruma. Ni matendo ya huruma. Umepita pale barabarani ukakuta kipofu amekaa, jamani saidia. Kama 200 chengri, atakwambia Mungu akubariki. Umepita pale barabarani umeona mtu anahangaika, una 200, una 50, unaweka. Ule ni msaada. Hauna kiwango na unaenda kusaidia binadamu mwenzio. Yale ni matendo ya huruma, sio sadaka. Ule ni msaada. Thawabu, sema thawabu ya msaada. Ongeza sauti. Sema thawabu ya msaada. Ya msaada haiendi vizazi na vizazi. Haiendi vizazi na vizazi. Bali unalipwa kutoka kwa mtu mwenzio. Bali unalipwa kutoka kwa mtu mwenzio. Luka 6:38. Luka mtakatifu 6:38. Watu tumejikita hapo, nimetoa sadaka. Sio sadaka, ile ni msaada. Huruma, Biblia inasema hurumianeni. Ile ni huruma. Umemwona mtu yuko uchi, unatoa, ni huruma ile. Matendo ya huruma. Umemwona mtu ana njaa ukampa, ni matendo ya huruma, sio sadaka. Na kuna mtu mmoja niliwahi muona anafundisha mahali, nikamwambia Yesu tusaidie. Anasema hata fungu la 10 unaweza kumpelekea hata mama yako. Nani aliyekwambia? Nani aliyekwambia? Fungu la 10 unaweza kupeleka hadi kwa mama yako, maana mama yako ni Mungu wa pili duniani. Ni kutokulielewa neno. Fungu la 10 unapeleka mahali penye ghala la Bwana, penye ghala la Mungu. Amen. Soma hiyo Luka 6 na ule mstari wa 38. Anasema, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kusindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu.
Ndicho roho Mungu atakachokupa? Hapana. Ndicho Mungu atakachokupa? Hapana. Ndicho ambacho watu, wapeni watu. Hebu tusome wote huo mstari 1, 2, 3. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kusindiliwa na kusugwasugwa hata kumwagika. Ndicho watu. Baraka ya msaada haiendi vizazi na vizazi, haiendi vizazi na vizazi. Ila Mungu anachofanya, hawezi kukuacha hivi hivi. Unapowapa watu, na yeye anaamuru watu wengine waje wakupe na wewe. Na watu, si ndio amesema kwamba ndivyo watu watakavyowapa, ndivyo watu watakavyowapa. Kwa hiyo usipopeleka, watu hawatakupa. Usipopeleka kwa maskini, watu hawatakupatia. Lakini ukipeleka kwa watu, watu watakupa wewe. Kwa hiyo thawabu ya msaada haipo kwa Mungu, ipo kwa watu. Unanielewa? Mungu atakuinulia watu, umewavika na wewe watakuvika. Tumeelewana? 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 Unanielewa? Umemnunulia mtu chakula, chakula hakitakoma kwako. Mungu ataleta watu, watakupa chakula. Umemsaidia mtoto wa mwingine ada, sio sadaka, ule ni msaada. Lakini hata wakwako hawatashindwa kusoma. Mungu atainua watu, watapushi wakwako. Faida ya msaada iko kwa mwanadamu, lakini baraka ya sadaka inatoka kwa Mungu. Sijakupa mstari ule wa sadaka. Mwanzo 22:17. Mwanzo 22:17. Mwanzo 22:17. Ndio. Anasema, katika kubariki nitakubariki. Nitakubariki. Na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Kama nyota za mbinguni. Na kama mchanga uliopo pwani. Na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Yes. Hiyo ni baraka Mungu anamwambia Ibrahim. Maana Ibrahim alitoa mtoto. Mungu aliitisha sadaka ya mtoto, Ibrahim akamtolea. Anasema hivi, katika kukubariki nitakubariki, na uzao wako utamiliki malango ya adui zao. Kwa hiyo hii ndio inayosimama kwenye sadaka. Mungu anapeleka kizazi kwa kizazi, anapeleka kizazi kwa kizazi. Haleluya, haleluya. Naomba tukimbie, najua sitamaliza. Mungu anipe neema Jumapili ijayo. Amaliza sentensi hii ya mwisho. Anasema, na nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani. Na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Ndio. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Watajibarikia. Si leo tunajibarikia? Amen. Si leo tunajibarikia? Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu, Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu, Mungu wa Israeli, tunajibarikia kwa mtu mmoja ambaye alitoa sadaka kwa Mungu, na Mungu kile kizazi chake kikarithi baraka. Lakini baraka yake haikuishia hapo. Anasema na mataifa wengine watajibarikia kupitia uzao wako. Acha Mungu afanye uzao wako uwe makimbilio ya watu. Yes. Acha Mungu afanye uzao wako uwe makimbilio ya watu. Amen. Sio kwa sababu ya watoto wako, hapana. Sio kwa sababu ya matendo yao, hapana. Ni kwa sababu kuna mzazi mmoja alitoa sadaka na kumheshimu Mungu, na Mungu akasababisha watu wengi wakafanya uzao wake kuwa ni makimbilio. Mungu anawaheshimishaga watu ambao wazazi wao wamesimama katika sadaka. Sio bora sadaka, sadaka bora. Sasa sisi tunatoa bora sadaka. Bora sadaka, hatutoi sadaka bora. Mungu aweke neno hili liote ndani ya moyo wako. Usitoe bora sadaka.
Unakuta mtu hata anapoenda kutoa anakuwa makini, asindikiza mkono mpaka chini kabisa. Mwingine anasema watangulie wengine alafu mimi nikaweke isijulikane nimeweka ya nani. Kwani unatoa kwa nani? Unaona ufinyu wa mawazo? Si unatoa kwa Mungu? Ina maana Mungu hakujui wewe. Mungu hajui ulichoshika. Ngoja watangulie wengine. Toa sadaka, unapisha mguu. Twende tukatoe sadaka. Unasogeza kabisa ili utakapoenda kutoa wasijue ni sasa. Sisi tukijua tuna baraka yako. Tuna baraka yako. Hatuna baraka yako. Kuanzia leo jifunze kutoa sadaka bora. Yes. Jifunze kutoa sadaka bora. Amen. Kwanza inayotoka kwenye moyo safi. Halafu inayotoka kwenye moyo wa mtu ambaye macho yake na mikono yake haijawaliza watu. Lakini pia sadaka yake inahusianishwa na Mungu mwenyewe. Chakula kitamu sio kitamu? Amen. Kitamu sio kitamu? Ngoja nimalize na hii ya mwisho. Kila mahali ambapo Mungu alitaka kufunga agano kubwa au kutenda jambo kubwa, aliitisha sadaka na aina ya sadaka. Kila mahali Mungu alipotaka kutenda jambo kubwa au kufanya agano kubwa, Mungu aliitisha mwenyewe sadaka na aina, sio bora sadaka, na aina ya sadaka. Kuna watu hapa unasikiaga moyoni, peleka sadaka hii. Unasikia moyoni, peleka sadaka hii. Lakini unasema mimi sipeleki. Ngoja nipunguze, nina matatizo. Yanakuja yanajipanga matatizo. Nina mtoto wangu yuko 1 2 3 4 5. Kwa hiyo siwezi kupeleka sadaka. Wewe, Mungu akiitisha sadaka ndani yako, ipeleke. Narudia tena, mwambie mwenzio, Mungu akiitisha sadaka kwako, peleka. Mungu akiitisha sadaka kwako, peleka. Mungu akiitisha sadaka kwako, peleka. Amen. Haleluya. Amen. Unaanza kuona shetani alivyo yanajipanga matatizo. Sasa sadaka yote hii bado hujalipa kodi, sijui bado hujafanya nini. Kwani aliyekuitisha kutoa hiyo sadaka ni nani? Mungu. Kila mahali Mungu alipotaka kutenda agano kubwa, kila mahali Mungu alipotaka kufanya muujiza mkubwa, kila mahali Mungu alipotaka kubadilisha agano kutoka la kale kuingia jipya, kila mahali Mungu alipotaka kubadilisha historia ya mtu, aliitisha sadaka. Tena alimwambia na aina ya sadaka. Ndio ujue nguvu ya sadaka ni kitu gani. Mwanzo 15. Mwanzo 15. Wewe utaandika 1 mpaka 15 kwa sababu ya muda wangu mimi sitaisoma hiyo. Hebu anza kusoma, mimi nitakuelekeza usome wapi na wapi. Lakini ukifika nyumbani, hili ni darasa muhimu sana, kasome Mwanzo 15 mstari wa kwanza, anzia hapo. 15:1 Mwanzo anasema baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto? Na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abraham akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mlisi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hakulisi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayelisi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta katika Uru wa Ukaldayo, nikupe nchi hii ili ulisi. Akasema, Bwana Mungu,
nipataje kujua ya kwamba nitalisi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3. Sikiliza huyo Mungu sasa. Mungu anamwambia Abraham, ameongea naye mambo mengi. Sasa anasema, Mungu, nitalifije? Umeniambia. Kwa sababu dai la kwanza la Ibrahim wakati bado anaitwa Abraham. Abraham, neno linaloanza na a, hiyo ilikuwa kabla hajabarikiwa uzao, alikuwa anaitwa Abraham. Lakini alipobarikiwa uzao, Mungu akambadilisha jina akaitwa Ibrahim. Sasa akiwa anaitwa Abraham, Mungu akamtokea kwenye njozi kama wewe unapotokewaga, ila kwa kukosa kuelewa. Mungu anamwambia, wewe utakuwa mtu mkubwa sana. Sasa anamwambia, wewe Mungu, mbona mimi nazeeka? Nina Mdameski alikuwa ni house boy, ndiye niliyekaa naye muda mrefu. Ina maana utajiri wangu wote huu ataurithi huyu? Mungu anasema hata arithi huyo, ila yule atokaye kwenye viuno vyako. Anamwambia Mungu, nitajueje hili jambo? Mungu anamwambia sasa, sikia namna utakavyolijua. Mungu akiitisha sadaka kubwa, anataka kufanya jambo kubwa. Amen. Hakunaga agano kubwa linaloanza na vitu vidogo. Sadaka ni msingi, ni foundation ya kila kitu unachokitaka kukianza. Sadaka ni msingi wa kila unachotaka kukianza. Kama ni kidogo, kama vile ambavyo msingi mdogo hauwezi kubeba nyumba kubwa. Nimeanza biashara mtumishi, naomba uniombee. Una maono ya kuanza biashara ya milioni 5, unakuja kutoa sadaka 2,000. Believe or not, biashara yako haitaenda. Mnaziona zile kokoto zote zile? Ndio. Mnaziona hizo kokoto? Na bado kama tilipu 2 hapo. Hizo ni za mwanzo, za kuanzia nini? Msingi, kutokana na aina ya nyumba tunayoijenga. Lakini kuna nyumba pale tilipu moja, yani nyumba moja inabeba vigari vidogo hivi, mnavionaga hivyo vya tipa, vitipa vitani 7 sio tani 10, ndivyo vinavyobeba kokoto, na nyumba yote ikaenea. Sasa issue sio wingi au uchache wa kokoto. Issue ni aina ya nyumba unayoijenga. Usitake vitu vikubwa wakati msingi wako umeweka 200, ndivyo utakavyovuna. Hello. Hebu soma huo mstari ambapo Mungu anaitisha sadaka kwa Ibrahim. Mstari ule wa 9 anasema, akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3. Na mbuzi mke wa miaka 3. Ndama wa miaka 3, mbuzi wa nini? Mbuzi mke wa miaka 3. Miaka 3, alafu kondoo mume wa miaka 3. Kondoo wa miaka 3. Na hua njiwa na mwana njiwa. Akampatia hao wote. Akawapasua vipande viwili. Akaweka kila kipande kuelekea mwenzake. Ndio. Ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipopita juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, jua linaenda kuchwa, usingizi mzito ukamshika Abraham. Hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba. Anaanza kumwelekeza sasa. Si ameuliza namna gani nitakapopata mtoto? Mungu anasema lete sadaka. Sadaka ninayotaka ni ng'ombe, nataka kondoo. Tena amemwambia na miaka. Ndio. Sio bora kondoo, na miaka ya kondoo, na miaka ya ndama, na miaka ya mbuzi. Hizo ndo kanuni za kiroho. Yes. Hizo ndo kanuni za kiroho. Yeah. Anaanza kumwambia, soma tu kidogo hapo. Ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yako. Sikiliza sana nikwambie, ishia tu hapo. Alipopeleka ile sadaka, Mungu anaanza kumwambia, Abraham, umeleta sadaka. Yaani sadaka amezipasua, ameziweka. Akiwa analinda sadaka yake sasa, anatega masikio kwa Mungu. Mungu anamwambia Abraham, sikiliza sasa. Baada ya usingizi mzito kumfunika, anamwambia ujue uzao wako utakuja kuwa mgeni. Anamwambia vitu vya vizazi vijavyo.
Kumbuka Abraham ndiye aliyemzaa nani? Isaka. Halafu Isaka akamzaa nani? Yakobo. Halafu Yakobo akazaa mataifa 12. Yale mataifa 12 ndo yakazaa Israeli. Ni vizazi vingapi? 4. Mungu anamwambia habari ya vizazi 4 kwamba utazaa watoto, hata kuwa mtoto litakuwa taifa, na lile taifa litakwenda kutumika utumwani. Angalia, anasema watatumika kwa miaka 400. Watakapotumika kwa miaka 400, baadaye nitakwenda kuwaokoa. Nitawatoa kwa mkono wenye nguvu. Halafu sitawatoa hivi hivi, nitawatoa na mali nyingi. Ila wewe utakuwa umelala. Wakati hivi vinafanyika, sikiliza mpendwa, unataka Mungu aongee na wewe kwa habari ya kizazi chako, badili mfumo wa sadaka zako. Amen. Badili mfumo wa sadaka zako. Yeah. Hakuna namna Mungu ataongea na wewe na shilingi 2,200 zako hizo. I tell you. Hakuna namna Mungu ataongea na wewe kwa 1,100 zako. Nilikwambia wiki iliyopita, na mimi nilikuwa kama wewe. Nilikuwa nikitoa sadaka najihurumia, Gideon shuleni sijampa hela, Elia shuleni sijakata nywele, sijui nini. Haka kaliko baki, Mungu anaujua moyo wangu. Toka kwenye slogan hizo. Oh yes. Toka kwenye mawazo ya kimaskini. Amen. Toka kwenye mawazo ya kidunia. Hamia level nyingine. Mungu alinitokea usiku akaniambia, Nyisa, ukitaka nikubariki, kwanza jifunze kutoa fungu la 10. Halafu pili, badili mfumo wa sadaka zako. Na hata hapa nilipo bado namwambia Mungu, nataka niende hatua nyingine. Amen. Hakuna watu wakuu wanaotegemewa na mbingu watakaotoka kwenye mfumo nje ya kumpenda Mungu na kuto kuona sadaka ina thamani kuliko Mungu. Mtumishi wa Mungu aliwahi hubiri hapa, akasema ukitaka uwe na moyo wa sadaka, ishushe fedha thamani. Shusha thamani ya fedha. Sasa watu mmepandisha thamani ya fedha, halafu mmeshusha thamani ya Mungu. Mungu akishushwa na yeye atashuka. Sikiliza, walipokuwa kwenye boti, zoruba imeanza, misukosuko, wanavuka kwenda Wagerasi. Yesu alikuwemo kwenye boti? Hakuwemo? Alikuwemo. Alikuwemo? Hakuwemo? Alikuwemo. Lakini alikuwa walipoona karibu wanaangamia, wakamwamsha. Wasingemwamsha, cha kuwapata kingewapata. Walipomwamsha, na ambaye angedhurika ni wao. Yesu yeye ni Mungu, asingedhurika. Lakini walipomwamsha, ndipo akaamsha, akatuliza dhoruba. Amsha utendaji wa Mungu kwenye maisha yako. Amen. Kwa kujifunza kubadilisha mfumo wa sadaka zako. Amen. Usione wanaotoa wanalinga sana. Wanazo, hao wanazo ndio maana. No. Wewe hujawahi kuona matajiri mabaili? Wapo. Hujawahi ona? Wapo. Maeneo haya tulipo hapa, ngoja niseme. Maeneo haya tulipo, kutoa sio utajiri, ni moyo. Amen. Wa kumpenda Mungu. Kutoa sio utajiri, ni moyo wa kumpenda Mungu. Walio na masafa marefu ya kwenda kwenye biashara zao wanajifunza kutoa. Amen. Wanajifunza kutoa. Wanajifunza kutoa. Nilienda Marekani, kuna mwanangu mmoja
aliniambia, mama, kuna muda huwa natoa kwa machozi, kwa machozi. Mungu ananiambia, beba pesa, peleka mahali fulani. Pesa niliyoambiwa ni bebe, nikitoa nyumbani kwangu najijua mimi aidha nitayumba. Lakini Biblia inasemaje? Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za shangwe. Usidhani kutoa sadaka hapa ni simple. Paka mtu akatoke na sadaka nyumbani, urahisi wake ni pale anapogeuka pale sadaka ameiacha hapo, ndo moyo unatulia. Natoka kwenye kiti, sadaka nasema, lakini si upunguze kidogo? Mimi nakuhurumia. Biblia inasema muwe na kiasi. Aliyekusemesha usiku ni Mungu, aliyekuongelesha ni Roho Mtakatifu. Yamkini anajua, Roho Mtakatifu yamkini anajua mbele yako kuna ajali mbaya ambayo ukipata hiyo ajali utalipa gharama kubwa kwenye matibabu. Mungu anakwambia kaachilie hiyo sadaka inene, kaachilie hiyo sadaka iseme. Unakuja hapa, ile roho inakwambia si upunguze. Kumbuka hata kwenye Adonai kule hujatoa mchango. Sadaka sio mchango. Sadaka sio mchango. Mchango ni majitoleo. Na ndio maana nakwambiaga sadaka hapa, wana Shalomu mjifunze, hatunaga sadaka ya kawaida. Hizo lugha zimezoeleka huko, tutoe sadaka ya kawaida. No, hakuna sadaka ya kawaida. Sadaka zote zinakwenda mbele za Mungu. Amen. Kwa hiyo unatoka hapo kwenye kitu unasemeshwa, si upunguze kidogo, si upunguze, si upunguze, si utoke nje mara moja alafu utarudi. Ukiishinda hiyo roho, utakuja kujua kwa nini Mungu aliitisha sadaka. Amen. Utakuja kujua. Mungu anapotaka, Mungu amemuitisha Ibrahim, toa sadaka hii, toa hii, toa hii, toa hii, toa. Niulize wapendwa, Mungu alikula ile nyama? Nilivyoenda Marekani nilishangaa mtu mmoja, Mmasai mmoja, sio Marekani, Israeli. Nilicheka sana. Sasa tukiendaga kule tunakuaga na debate jioni, mmekaa mnapiga story, mnabadilishana mawazo. Masai mmoja akaulizwa, jamani, hivi kwa nini ni debate? Kwa nini Mungu alikataa sadaka ya Kaini? Kwa nini akaipenda sadaka ya nani? Ya Habili. Wote wakajibu kila mtu anavyojua. Yeye akasema, aisee, mimi nakojua Mungu sio mpumbavu. Akatae nyama achukue mahindi? Mungu hawezi kataa nyama akachukua mahindi. Mungu lazima anapenda nyama. Zile nyama Mungu hakula. Aliutaka kuupata moyo wa Ibrahim. Na ndio maana hata alipoitisha zile sadaka, hakuacha kuendelea kuitisha sadaka kwa Ibrahim. Aliitisha sadaka ile, tumbo likafunguka, akazaa mtoto. Na hata alipokuwa akaitisha tena. Bwana asifiwe. Amen. Mwingine ananiambia, mama, si umalize? Ndio namalizia hii sentence. Yes. Kutoka 22 1 mpaka 4. Kutoka 22 1 mpaka 4. Ninakupenda ndio maana nimekuvutia muda kidogo. Kutoka 25 samani. 25 1 mpaka 4. Aina za sadaka nitakuja kukuletea wiki ijayo. Biblia inasema, ndio, Bwana akanena na Musa, akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda. Mtatwaa kwake sadaka yangu. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na rangi nyekundu. Asante, ishia tu hapo. Mungu anaitisha tena sadaka. Waambie wana wa Israeli waniletee sadaka. Lakini sadaka ninayotaka ni hii. Nataka dhahabu, nataka vitu vya thamani, nataka mavazi yenye nyuzi za thamani. Ndivyo ninavyovitaka.
Mungu alikuwa havai magauni hayo za nyuzi. Mungu alikuwa na haja na mioyo yao. Hebu usikie sauti ya Bwana kwenye eneo la sadaka. Na siku nyingine unapokuja ibadani, Mungu hajasema na wewe, hebu kaa uweponi, mwambie Mungu, napeleka kitu gani nyumbani mwako? Na ingieje madhabahuni kwako? Utasikia sauti ya Mungu ikiongea. Haleluya. Lakini ukisoma ile Malaki 3:10 tumeizoea. Mungu anamwambia Malaki, leteni zaka kamili nyumbani mwangu. Leta, ili kiwemo chakula. Mungu anaitisha. Ona pale chini anasemaje? Nitakapoitisha sadaka ndipo nitakapowafungulia malango na madirisha ya mbinguni, hata pasiwepo mahali pa kuweka. Pale chini anasema na mataifa watawaiteni taifa lililobarikiwa na Bwana. Leteni. Mungu kwenye sadaka anapotaka kukubariki ni mkali. Usidhani kwamba anakubembeleza kama tunapokubembeleza. Toa ndugu ulicho nacho, Mungu anakuona toka rohoni mwako. Chochote ulicho nacho ndicho nachotoa wewe. Tumalizia Yohana 3:16. Maana kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Mungu anapoingia na agano na mwanadamu, agano la milele, hafanyi agano bila kutoa. Kwa sababu huyu alikuwa ni Mungu mwenyewe, anatoa mwanae wa pekee. Mwanae wa pekee. Lengo la kutoa ni kwa sababu kuna kitu anataka kifanyike. Anataka kulizaa agano jipya. Ndio maana anasema hii damu ya mwanangu ni damu ya agano jipya. Hakufanya agano bila sadaka. Na sadaka aliyoifanya sio ya ng'ombe, ni sadaka ya mtoto wa pekee. Mungu anapotaka kufanya agano na Ibrahim, alifanya kwa sadaka ya mtoto wa pekee. Sadaka ya mtoto wa pekee. Na yeye anapotaka kufanya agano na wanadamu, akatoa sadaka ya mtoto wa pekee. Tena anamuelekeza na mahali pa kwenda kutoa. Ibrahim alielekezwa mpaka mlima Moria, ndipo ukatoe sadaka. Ndipo ukatoe sadaka. Alitembea kwa siku ngapi wapendwa? 3. Anasema siku ya 3 anakuta mbali pale kuna karibia. Mungu anamwambia ile ndio Moria ile. Kwani kule hakupishana na vilima vingine? Hakupishana na miti mingine? Mapoli ya kila namna, lakini Mungu anamwambia hii sadaka hii inatolewa mahali fulani na ni sadaka ya aina fulani. Anakwenda kutoa mlima Moria. Kwanza ulikuwa ni unabii, lakini pili ilikuwa ni aina ya sadaka ambayo Mungu ameipenda. Maana kule Moria ndiko alikokuwa amemfunga mwana kondoo. Kwa hiyo Ibrahim angesema natoa hapa, nimechoka, asingekutana na mwana kondoo. Mwana kondoo wake alikuwa kule wapi? Moria. Moria. Wapendwa, tukue rohoni. Tukue rohoni. Na Yesu Mungu anapomtoa mwanae, anamtoa wapi tena? Moria. Ile Bethlehemu ndio Moria. Ile Yerusalemu ndio mlima, zamani ilikuwa ndio milima ya Moria, lakini baadaye ikaitwa Bethlehemu. Na Yesu alikuwa no, sio Bethlehemu, sorry, Yerusalemu. Yerusalemu ndio Moria. Na Yesu anakufa Moria pale pale. Mlima ule wa Moria ambao leo ni Yerusalemu. Huko nyuma kulikuwa hakuna Yerusalemu. Ilikuwa ni Moria tu. Ni miti tu. Mungu anamwambia peleka pale. Lakini na yeye anatoa mtoto wa pekee, anamtolea Moria. Kanuni za kiroho zitakufanya giant wa kiroho. Kuzijua kanuni za kiroho zitakufanya uwe jitu. Watafukuza, hawatakupata. Simama kwa miguu yako.